Leo najikumbusha katika kitabu cha Kutoka cha wana wa Israeli, lakini haya yote tunataka tujikumbushe kuhusu habari za wana wa Israeli wakati wanatoka katika nchi ile ya Misri na kwenda katika nchi ya ahadi. Lakini unaona Mungu alimpa vitendea kazi ambaye ni Moses, alimpa fimbo. Ile fimbo ya Musa iliitwa ni fimbo ya Mungu. Lakini ukisoma hicho kitabu cha Kutoka hiyo 7 unakuta kwamba kuna fimbo ya Haruni. Hii fimbo ya Haruni alipewa kama utendea kazi ya ukuhani, kwa sababu huyu Haruni alikuwa kuhani. Lakini unaona hii fimbo inayosema fimbo ya Haruni, ambayo hii fimbo ilifanya miujiza kwa Farao. Kwa hiyo Farao aliposema kwamba watupe chini, fimbo ya Haruni alitupa chini, kageuka kuwa nyoka, ikafanya miujiza ya ajabu, hiyo fimbo ya Haruni. Na hii fimbo ya Haruni ndio ilifanya miujiza yote ile 10 kule Misri. Kwa maana Haruni alipewa uvuvio wakati amekutana na Musa, wakati ametokewa na Mungu. Musa alipokutana na Haruni, Musa akampa uvuvio wa Mungu, mwenyewe akampa uvuvio na ile fimbo Haruni. Kwa ile fimbo ikatenda makuu ya ajabu. Lakini baadaye unaona kwamba walivyotoka Misri, wakati wanakwenda katika nchi ya ahadi, kwamba walipofika bahari ya Shamu, unaona Mungu akamwambia Musa, anamwambia Musa, una nini? Akasema, na fimbo mkononi mwake. Akasema, piga maji kwa fimbo. Kwa hiyo ile fimbo ya Mungu ambaye alimpa Musa wakati ule, ndo fimbo ya Musa ilifanya miujiza wa pasua bahari ya Shamu. Na ukienda mbele unaona walipofika katika jangwa, wana wa Israeli wakaanza kunung'unika. Unaona Mungu anamwambia, chukua fimbo yako, piga mwamba jabali, na maji yakatoka. Kwa hiyo unaona fimbo ile ya Musa ambayo ilipewa na Mungu, ambayo iliitwa fimbo ya Mungu, ilifanya miujiza miwili, ambayo ni Shamu na kule Miriba, kuvunja jabali, wakanywa yale maji matamu. Kwa hiyo wana wa Mungu, siku zote Mungu akikupa kazi anakupa na kitendea kazi, kwa maana yeye ni Mungu wa ahadi. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe kumpenda huyu Mungu, tudumishe kukaa katika kweli ya Mungu, kwa maana neno la Mungu ni fimbo ya uzima. Kwa hiyo wana wa Mungu, tukae katika mapenzi ya Mungu, naye Mungu atajifunua katika maisha yetu. Amen.